sio wote wanaoenda masokoni kwenda kuemea vitu. Wengine wanaenda kutia hasara wauzaji. Wengine wanaenda kutia hasara wauzaji. Sijawahi kujua hilo. Inabidi ulijuze sasa. Ndio nakupatia sasa hivi. Watu wanajipanga na shilingi 1000 chake, lakini akirudi kwenye mfuko ana vitu vya 10,000. Amevipataje? Sasa hii ni kutokana pia na mwanadada mmoja alionekana live akiiba samaki na kutia wale samaki anachukua anaiba na anawaficha kwenye nguo zake za ndani. Unajua samaki unaiba unaficha kwenye nguo za ndani huko sehemu za siri. Yaani anawapanga. So unajua anawapanga. Anawapanga kweli kweli. Sasa bwana wazee wa wanaita VAR wakamnasa. Huyu hapa auza mwizi huyu hapa. Au ndo za mwizi zifika hapa hivi. Samaki wako ni kuuzia uondoke nao mwizi. Unataibu. Toa basi hao samaki wako ni kuuzia uondoke nao mwizi mkubwa. Wewe unamjua wewe. Angalie hivi. Kwa kule juu. Angalia samaki unaweka kwenye uchi. Mtoto anatoa. Chukua huko kitoa. Jamani. Jamani. Fungua hapa zipo. Unafanya unaonaje? Unahisia? Ziko zinaenda hivi. Anahisia vipi atakuwa kaambiwa? Kaambiwa na mtu. Kaambiwa. Wewe yuko kula na wewe yuko huko sasa tupu. Hapo sasa baada ya kumtaitisha bwana hebu anza kutoa moja moja, ndo akawa sasa anawatoa moja. Unasikia kuna mkaka mmoja akasema sasa si ungeiba hata wawili. Sasa hii tabia pia nayo ndugu zangu wauza genge huku nao wanachezea vichapo kama hivi. Mtu anaenda pale ananunua nyanya za 500 ukizubao mtafutie chenchi, kaweka na kitunguu saumu, kaweka na kitunguu maji, kaweka na karoti. Huyo 100. Yaani kuna vitu vingine vya kujidhalilisha. Alafu tena ukiangalia mtoto wa kike ni kujidhalilisha. Yaani pande zote mbili. Pande zote mbili. Yaani haijalishi wewe mtoto wa kike au mtoto wa kiume. Ila sasa ni aibu zaidi. Unajua kwa mtoto wa kike alafu unajua chakula tena unaweka sehemu za siri. Unaendaje kukipika sasa hicho chakula? Au ndio ile uende kuoshe, kwa sababu kila sehemu kwenye mwili kuna bakteria, kuna jasho, kuna harufu mbaya. Sasa inategemea pia na shughuli ambayo mtu anaifanya. Sasa naambia unaenda kuweka chakula kwenye sehemu za siri, alafu unaenda haufia hata afya yako mwenyewe itakuwaje huko baadaye. Na sehemu kama sokoni Jose ni sehemu ambayo tunaweza tukasema ni sehemu ambayo mbaya sana kwa watu kama wezi. Kwa sababu pale ni kwenye halaiki. Alafu sasa kukamata afu kuache. Alafu kuna wahanga pia ambao wanafanyiwa. Na tunasema zile za mwezi 40. Sasa inawezekana alishapiga ya kwanza, pili na watu wahanga wa haya matukio. Kwa hiyo sehemu kama hii mwizi akikamatwa na wananchi wakamwacha salama, tunamshukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu. Kwa hata pia kuna baadhi ya vikripu hansi vilikuwa vikisambaa pia hata Dar es Salaam pale Kariakoo. Mtu anakuambia wanamrekodi kabisa, unaona huyu. Huyu ndo kazi yake huyu. Hii ndo kazi yake. Leo tunamtaitisha leo. Unaona kabisa mtu anashangaa kushoto kulia, kachukua kitu kaficha. Na watu wanamuona. Watu wanamuona kumbe. Ndio zile sasa 40 zako zikishafika, bwana wewe utanaswa. Wizi ni mbaya sana. Sio mzuri. Kwa wote yani vijana, wa mama, wa baba, wa kaka, wasichana, aina yoyote ile wizi au ufai na sio mzuri zaidi ili tukae salama huko. Sema watu kama hao inabidi tukae yani tukishajua kwamba ni mwizi. Turudi nyuma. Mimi nashauri jamii ya hasa hao wanawake tukae nao chini. Watuambie shida ni nini hasa. Kwa nini wanafanya hivi vitendo? Yaani sio ni kutoa adhabu tu kwao, lakini turudi badala yake sasa tumpe elimu kwamba nini ambacho anaweza kakifanya kikamsaidia katika maisha yake. Maisha yake yapoje hasa, nini kinamsukuma. Kwa hiyo tunaweza tukapata story ambayo